Yawezekana unayemuita kuwa ni kafiri akawa si kafiri. Kwa mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikibainika unayemuita ni kafiri kumbe si kafiri, ukafiri ule utarudi kwako wewe. Kwa tumekatazwa sana kuwa na ulimi mwepesi wa kuitana makafiri. Kwa hiyo mimi kama kiongozi na mzee mkongwe katika shughuli hizi za kisunna, ninazuia kwenye taasisi yangu kupatikana maduati na maimamu au walimu wenye sifa ambazo zinawakufurisha watu wengine bila kuwa na hoja za msingi. Wewe nani amekuwapasisha kwamba ni Muislamu safi? Umepasishwa na nani? Kama wewe ni Muislamu safi, huna makosa wewe. Kullu ibn Adam khata wa kullu khata'in at-tawwabin. Kila binadamu ni mkosa, na mkosaji mzuri ni yule anayerejea makosa yake. Kwa hiyo kila siku tuwe na tabia ya unyenyekevu, na dai yoyote ili afanikiwe katika kazi yake ya dawa, kwanza ni unyenyekevu kwa wanaowalingania. Lazima waheshimu na wajali na awapende. Huyu ndo dai mzuri. Na haya ndio tunawaelekeza vijana wetu wa leo. Vijana wetu wa leo wanalipuka katika dawa zao. Akishasoma akafikisha marhala mtawasita, amemaliza, anahisi amemaliza kila kitu, ana safari ndefu. Lazima awe mvumilivu, awe mtiifu, awe msikivu ili afanikishe dawa yake anayoifanya. Vinginevyo utamkabidhi msikiti huu au simamie ukiwa na waumini 15, ukija mwaka kesho utakuta na waumini 8, wengine wameshamkimbia kwa sababu ya aina na mtindo anaotumia katika kuwalingania watu. Haya ndio makosa. Tunamhitaji dai mlinganiaji. Ukimkabidhi msikiti na watu 10, ukija mwaka kesho kucha kuna watu 25, huyo ndio dai mzuri tunayemhitaji. Lakini simaanishi upole wako ushiriki kwenye vile ambavyo kitabu na sunna vinakataa. Hapana, simaanishi hiyo. Kuwa na watu lakini bila kushiriki katika mazushi yao. Usipokuwa karibu na watu, utamlingania nani aje kwako na wewe uko mbali na watu? Haiwezekani. Lazima uwe karibu na watu, upate urafiki na watu, uingize neno lako, watu wakusikilize, watu wakuelewe, halafu wakufuate. Ukisema kaeni huko na wewe kae huku, maana yake katika tumeweka mpaka ambao hautaongeza mtu yoyote katika dawa. Ndio maana dawa za sasa kwa vijana wetu ni ngumu, hazina mafanikio, hazina maendeleo, hazina mabadiliko. Misikiti imefika mahala tunawakabidhi vijana, imeota majani, haifagiliwi, hawaamini hamna. Eti ndio dai wa kisasa. Hilo silo. Tunataka warudi katika mstari, wafanye kazi ya dawa kwa kuwapenda watu, kwa kuwaheshimu watu, na wawatembelee watu, na wawe karibu na watu, na wacheke na watu wa aina zote walio Waislamu. Huu ndio msimamo wa Jamaat Ansar Sunna ambao unaongozwa na neno linalosemwa dawatu wasatiyya, yani ulinganizi wa kati na kati. Hatulegei sana kufanya vitu visivyofaa, lakini hatutumii nguvu ya kumuita mtu katika sunna. Hatutumii nguvu. Tunazungumza naye kwa busara, kwa hekima na utaratibu mzuri. Huu ndio mfumo wa dawa ya Jamaat Ansar Sunna Tanzania.